kwa sababu ya tumekuwa kotini kwa sababu ya Sky, lakini ikahairishwa. Kwa hivyo koti ilikuwa iwe Friday but ikahairishwa, itakuwa Kanyari anahubiri mahubiri chapter Sky, chapter Dami. Wanadamu wako hivyo. Kanyari amewaka moto, Kanyari amewaka moto. Kanyari amekuja akasema that now that watoto wake wamefunga shule. Kwa wenye hawajui, watoto wa Kanyari wasomeangi tu hizi shule za kawaida, wanasomeanga international schools, na mnajua right now wafanye nini, na akapewa hiyo nini ya kuchukua watoto warudi kwake. And ile kitu anatetea sana, ama ile kitu inamkasirisha sana, ni vile kuona watoto wakifunga shule watakaa kwa nyumba. Like huyu mtoto wake mdogo huyu Dani, uko na ile talent, like anapenda sana ball and all that. Sky unaona zile vitu anafanya, so anapaswa kuwa enrolled kwa hizi manini za cinema and all that. So anasema like amesema Tash ni ule mtu mwenye ataki watoto wake mazuri kabisa. Kwa sasa hao watoto wanapaswa kuwashaenda academies kwenye tuseme Dani ataenda ajifunzie ball, and Sky pia aendeleze hii nini yake ya acting and all that huko. Sasa hiyo ndio kitu inakasirisha Kanyari, na amekasirika vibaya sana. Najua tu reactions wa Kenya lazima tu react. Kuna wenye walikuwa wanamuuliza yana like hiyo ubiri saa ngapi? Ye anahubiringi saa ngapi? Kila saa ni watoto wake ndio analeta kwa mtandao. Watu wanamwambia hizo vitu kwa analeta kwa mtandao zinafanya watoto hata take kukaa na yeye hata kidogo. Wewe unaona aje? At some point then make sense by the way. Lakini pia ukijaribu kwa hii kitu ukiangalia on the other side, hata kama yeye ni mtu wa vituko, watoto ni wake, ni aliwazaa. Na Mungu alimpatia wale watoto wakijuanga yeye ni mtu bado wa vituko. So kukuwa na vituko imaanishi kuwa ati mtu anyang'anywa watoto wake. Mtu unyang'anywa watoto wake ile wakati yeye mwenyewe hata hawezi like kuwa take responsibility, hawezi. Hiyo ndio time mtu unaweza pata hata koti inaamuru that hapaswi kuishi na watoto. But Kanyari ako financially stable, na amekuwa all through akisupport watoto hata kutoka wakiwa wadogo vile walitoka tu kwa nyumba yake. So hiyo maneno mengine ya kusema vituko, hizo ni vitu peti, hizo ni vitu zenye ni kidogo, hizo ni vitu tu kidogo sana. Na mimi nasema as long as mtoto ana appreciate babake, mtoto anapenda babake, mtoto kila saa anashinda tu akisifia babake, uarui kumstopisha kusema that hapa sikuishi na wale watoto. Sisi hatuna any right, sisi ni kina nani? Yani Kanyari amesema yeye hiyo hakuna kitu anataka. Yeye bora yake tu anakula pesa ya watoto wangu. Ndio maana mnaona anakatalia watoto wako. Anataka watoto wangu waendelee kukaa kwa nyumba hizo miezi zote, hiyo siku zote wamefunga shule. Hakuna kitu anafanya. Na mfeel by the way, na mfeel. Huyu ni mzazi mwenye anatakia watoto wake future yao ikuwe mzuri. But yule mtu anajifanya yeye ndio anajua kuwalea vizuri. Hakuna kitu anafanya. Hakuna. In fact by the way, zile tabia Tash, like zile nini Tash anafanya, ni tabia tu, ni characteristics ama ni characters za mchawi. Unajua tu vizuri ya watoto kuna place wanapaswa wakue. Na ukiona Kanyari anafanya hizi vitu ni kumaanisha hata mama yao vile alikuwa wai ni mama mwenye alikuwa anatakianga watoto wake maisha mzuri, like future yao kuwe best, future yao kuwe better, na Betty amekuwa aking'ang'ania watoto. Mpaka hata nimeona watu wameanza kusema no wonder hata Betty hakuweza leo mwanaume kuzalipata ni deadbeat. And that is true. Jeni sasa mnipige mama wenye mnapendanga kuja kwa comment section na kusema siwezi wachana nayo. Na by the way, mimi siwaogopi. Mimi nasema like ni comments kulingana na vile Wakenya wanareactia. Wanasema hizi tabia yenye hizi zenye ako nazo, like vile anaangaisha Kanyari na watoto wake ako huku.
Yaani Betty alikuja akarealize ni deadbeat na aweze mzalia. Akimzalia mtoto labda atatoroka vile alitoroka yule mwingine, na hii ni kitu ina happening by the way. Wewe mtu anakukujia kwako, anakuambia kuna bibi na watoto. Na unakubali kukuwa bibi yake. Auone akisupport ile familia. Wewe unanyamazia, unaendelea kukula pesa. Yaani ni kitu gani yenye like hata sijui niseme nini, but unapaswa kuwa unapiga hesabu ya like kama ule aliwacha ule, mimi ni nani? Mimi ni nani? Ati hizi niwacha. Sasa ni kama Betty alipiga pia hiyo hesabu ya kama aliwacha watoto wake. What about nikuje nimzalie tena pia yeye anitoroke and yeah. Na by the way, hizi vitu zote nasema ni vitu ziko kwa public. Watu wamekuja kwa comment section waka comment, waka react and all that. So, usinikujie, hizo sio maneno zangu. Si maneno zangu. Yeah, kuko hivyo. Lakini mimi kitu ninasema, nasimama tu na msimamo mmoja. Nyoka ipewe nyoka zake ile. Hata nyoka uishi na watoto, hata mwenda wazimu uishi na watoto wake. So Kanyari ana deserve apewe watoto wake. Na hii mambo ya koti, mimi hata nashindangwa hii koti all the time, koti kushinda kuairisha. Si malizange tu kitu once and for all. Ina make sure hiyo imeisha hiyo. Si ati mnashinda like mnaweza hata maliza 3 years koti tu ya watoto, like kesi tu ya watoto. Na hapo watoto ndo wanaumia. Pia Kanyari anaumia. Yes. So hivyo ndio mambo iko ni kubada. Bado wanang'ang'ana na makesi. Sasa hatujui watoto watarudi lini, tuwaone, na wakirudi obvious tutajua, cause mnajua tunahubiriwa huko kwa church. Yes, anatuhubiria kwa kanisa. Na wale wanajiita Timtash bwana. Kitu ya kwanza before hata ukuja hapa kusema ni Timtash, kitu ya kwanza, first of all, ambieni huyu chiwawa aende kwanza akalee watoto wake huko Boston, kwa US Boston. Aliwacha watoto wake kule akakuja kukaa hapa na bado mnamsupport. Bado mnamsupport. Nini anawapea ama pia amewalipa mkuja kumtetea? Mimi sielewi. Au mwanaume anaweza wacha familia yake huko akuje aanze kukwamilia watoto wa wenyewe, na wewe uko pale ukisema ana deserve. Uko pale unasema ana deserve kuishi na wale watoto. Na hiyo familia yake mwenyewe imemshinda, damu yake mwenyewe imemshinda. Amekataa damu yake. Ameacha ihangaike. Wewe hata wewe unajielewa kweli? Like atukiongea hivi mnaanza kututusi. Mnakuja kusema tuachane na familia ya wenyewe. Tuachane na hii familia yao wenyewe, ndio walileta hizi vitu. Kama wangeleta kwa mtandao, si wenyewe tungejua. Si wenyewe tungekuwa tunaongea ni juu ziko all over na kila mtu anaziongea. So before you come and uanze kucomment pale ati leave alone this family, wewe mwenyewe pia enda waambie watu hiyo story basi kwa online. Yeah, so guys, mimi sina mambo mingi, that is it. Let me know what you think hapo chini kwa comment section. Share this video and remember guys, we are on road to 10k subscribers, so make sure you subscribe, like, comment, share, and most important guys, mnasahau kitu moja tu, turn on the notification bell so that any moment I post YouTube will notify you. So mimi sijui niseme nini, but that is it for this video. Tupatane kwa the next video. Bye bye.